swala la mahitaji ilikuwa ni abadani sana. Sasa hivi watu wana pesa, watu wana maisha makubwa, lakini mambo ya spiritual yamepungua. Mimi ni shuhuda wa mambo mengi kidogo, muda hautoshi. Bwana asifiwe. Nitake tu kusema kwamba mmepata neema kubwa. Watu wa Sinza, watunzeni watumishi wetu hao. Watieni moyo, usiwe sababu ya kuwaumiza mioyo yao. Hakuna wakati naumia kama mchungaji anasema, wakati mwingine wameelekeza bado msharika ameonekana kutokuelewa ile lugha inayotamkwa. Matokeo yake sio mazuri sana. Hebu nikukumbushe kwamba tunayo safari. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe tunayo safari. Vyote tunavyoviona tutaviacha, tutaondoka kama tulivyo. Kwa hiyo maandalizi ni yako kwa wakati huu. Pale unapokaza kuelekezwa na ukakubali kuelekezwa, ipo faida kubwa. Hautabaki ujute. Na ndiyo maana ya wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Nakumbuka tumehubiriwa sana habari ya kuja Yesu. Tumehubiriwa sana kujiandaa kumlaki mawinguni. Hebu leo nirudi kama kwa nafasi ya kwanza ambayo ndiyo sababu ya kutufanya tumuone pale. Ujumbe wangu utaongelea habari ya kiti cha enzi cha Kristo. Ujumbe wa mchana wa leo ni hukumu ya kiti cha enzi cha Kristo. Tunapotamka neno hukumu ni kidogo lina ukakasi, lakini ni mfano wa kupewa nini? Meda za thawabu, meda za thamani. Tumemwona hapa dada Suzi jinsi ambavyo kila mmoja ameamua kudoneti, kiasi kwamba moyo wangu umeguswa kwa tukio lake. Ninafurahi zaidi kuona dada anaenda kupata nini? Mji naye. Sasa kuna tukio, Bwana apewe sifa, la kupewa malipo kila mtu kadri jinsi aliishi chini ya jua, jinsi alifanya, Mungu kwa sehemu gani alitembea naye. Huo ndio ujumbe wa mchana wa leo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Namba moja, kama una daftari, nimezungumza habari ya kiti cha Kristo. Wayunani wanasema Bemos au Bema. Amen. Namba moja nasema kipindi cha uaminifu katika huduma zetu hapa duniani. Kipindi hicho cha hukumu cha kiti cha enzi cha Yesu atashughulikia maisha yetu ya kawaida sana. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo Yesu ataangalia, na hata huo muda aliokuwa anahimiza mzee wa kanisa. Uaminifu katika nyumba ya Mungu, uaminifu katika familia zetu, uaminifu katika jamaa na ndugu wanaotuzunguka, uaminifu katika maisha yetu kwa ujumla. Na ndio maana mwalimu hakuacha kusema tunaishi kama wasafiri na wageni katika nchi hii. Sema amen. Lengo na shabaha kutamani atuache tukafike tukaishi na yeye milele. Sema amen. Kitabu kile cha Wakorintho, omba nisomee ndugu yangu mimi sasa macho kidogo. Bwana apewe sifa. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10 mpaka 20. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10, Biblia inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni.
Maana ikiwa tumelukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa tumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Asante. Bwana asifiwe. Ujumbe wangu anasema kwamba tazama ya kale yamepita, yamekuwa nini? Kuna sababu gani ya kufundishana sasa? Kama mimi nimeokoka, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini maandiko yananielekeza kwamba upo wakati wa kudhihirishwa katika kiti cha enzi cha Mungu. Kila mmoja atapokea kazi ya mikono yake. Kila mmoja atatoa hesabu ya kazi ya mikono yake. Kama ulikuwa msumbufu kwa ajili ya mchungaji, utashangaa inakuja. Kama ulikuwa unaiba sadaka, utashangaa inakuja. Kama ulikuwa unawasengenya wenzio kanisani, unashangaa inakuja. Kila tutabia tu kidogo tunako, kote kwa siku ile kataonekana. Hiyo ndiyo maana ya bema, kufunuliwa siri zote za wanadamu, hata yale yaliyofichika. Maana yangu ni ipi? Kukazia, kuonyesha umuhimu wa kutambua nafasi tulionayo, kwamba mbele yetu kuna kitu cha msingi ambacho kitatokea. Maandiko yanasema, nitakwenda kufundisha upande wa pili, umuhimu wa kuielewa kila kazi ya mtu itafanyaje. Sasa nimekuja kukuhamasisha, kama kuna kauzembe kanafanyika, acha. Amen. Kama unafanya kwa kujisikia, acha. Majilio ya kuja kwa Kristo Yesu ni mambo mengi yatatokea. Maandiko yamesema, mkini jifunzeni. Kwa sasa kama ni nabii zote zimesha kufanya nini jamani? Zimedhihirishwa. Imebakia majira ya kurudi mwana wa nani? Sasa Mungu ana matengenezo na kanisa. Wewe uliyemkubali Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tazama ya kale yamepita, nimekuwa kiumbe kipya. Wewe ndiye nashughulika na wewe mchana wa leo. Sema amina. Na hukumu hii italenga kanisa, sio mataifa. Wewe uliyeokoka. Ndio maana Petero akasema hukumu ya Bwana itaanzia patakatifu kwa Bwana, ndipo itakwenda kwa mataifa. Nikuombe tujidhiri. Tunapokuja ibadani tuweke nidhamu ya ibada. Sema amen. Watu wengi hawajaelewa. Niwakumbushe na wazee wenzangu tuliotoka nyuma huko, ibada tulivyozianza za miaka hiyo. Dr. bado mimi na injili ile ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upo wakati wa kudhihirishwa katika kiti cha enzi. Maandiko yanasema kwamba kila kazi ya mtu itafanyaje? Sijajua ni watu wangapi wakati mwingine wamekuamini kuongea nao, wamerudi nyuma kwa ajili yako. Inawezekana mchungaji anatumia bidii kubwa kutengeneza kanisa. Wewe unachukua nini? Unachukua fimbo, unatoboa mtumbu uzidi kuingia maji uzame. Usishangae, nimezaliwa kwenye kanisa kubwa pale Temeke, anajua. Bwana Yesu asifiwe. Najua hivyo. Bwana apewe sifa. Lakini mchana wa leo nimekuja kukukumbusha uthamani. Mbele yetu kuna hukumu ya kulipwa kwa kadri na kwa jinsi ambavyo ulipewa neema ukaisimamia nafasi ya uimbaji. Kama ni upande wa vyombo, kama ni upande wa kila hatua ambayo Mungu amekupea ndani ya kanisa la Mungu la mahali pamoja, utasimama na Mungu atakuuliza, kile ulichofanya ndicho nilichoingiza ndani mwako?
Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nakumbuka miaka ya nyuma pale kwetu, asilimia kama ngapi yote, wazee wangu viongozi wengi walikuwa upande wa serikalini. Wakati wanapochelewa wanaamua kuja na bodyguard wao, wanawaleta paka kwenye ibada. Kinachofanyika, wale walinzi wanakaa nje, wale wazee wanaingia na magidamu yao. Lakini angalia huyu mtu ambaye ameokoka anavolia na kugaragara na magidamu yake yale, hayajali kwamba ni sehemu kubwa ya heshima. Lakini miongoni mwao mimi ni shahidi, leo ni watu wakubwa sana. Bwana apewe sifa. Mungu amewaheshimu kwa kiwango kile kile ambacho walijitahidi kufanya majira na wakati walipoamua kwamba sasa ninaamua kusimama na kumtumikia Mungu wangu. Kuna watu wananielewa? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie kanisa. Bwana atusaidie kanisa. Kwa hiyo kipindi cha uaminifu katika huduma zetu sio tu kanisani, mpaka nyumbani. Nimeshuhudia familia moja miaka ya nyuma, Mungu akatubariki, kainuana kimaombi, Mungu akambariki yule mama. Mume wake alikuwa dereva. Wakati mume wake anahitaji kusafiri, mama mkwe, yani mzaa chema, akaja nyumbani. Alichokifanya yule baba, kwa sababu mama ametoka kijijini, habari ya soda ni hakuna vijijini, si ndio jamani? Akanunua soda za kutosha, akaziacha pale nyumbani. Kwa hiyo matukio ambayo aliyafanya, yeye hakumwambia mama yake kwamba nimenunua soda kwa ajili yako, ila alimwambia mke wake kwamba nanunua soda kwa ajili ya mama yangu. Walau mazingira ya Dar es Salaam na yeye ayazoee kuamini kwamba Dar es Salaam kuna watu wenye mstaarabika. Sema amen. Lakini unajua kilichotokea? Zile soda yule mama alikuwa ampi yule mama. Sasa anarudi, mheshimiwa anamuuliza mama, habari za hapa? Unaionaje Dar es Salaam na wajukuu wako? Akasema, tangu ulivyotoka mbona hakuna chochote nilichokiona. Mama, hujanywa hata soda? Sijanywa. Kwani soda ndio nini? Wakati huo yule mama ni kiongozi wa kanisani. Alipotamka yale maneno, tayari yule mama anaanza kuimba nyimbo, huko anakemea kwa jina la Yesu, pepo wewe, farakanisho. Hivi hapa pana farakanisho? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Unajua yule ndugu aliumia sana. Sasa tulichofanya tukasema basi mje kanisani tukaongelea yale mazingira. Sasa tunaanza kuomba kukataa ile roho ya uchoyo. Yule mama anakataa. Anasema mimi sio mchoyo. Huu ni utaratibu wa nyumba yangu. Inawezekanaje amchukue mama yake amlete hapa? Mimi sihitaji mambo haya. Mzaa chema huyo. Huyu mtu ananena kwa lugha. Huyu mtu ameokoka, anampenda Yesu. Hebu chukulia image. Hii nafasi nayo iongelea kila mtu atapewa sawa sawa na kazi. Kuna sababu ya kuingia huyu? Mungu atusaidie sana. Lakini anapokuja ibadani hapa, anaposalimia na wapendwa paka anapiga magoti, ni kudhihirisha kwamba ni kweli amejazwa Roho Mtakatifu kweli kweli. Lakini akishafika nyumbani, mcharuko. Sasa matengenezo ya kanisa ni kwamba tunaandaliwa kwa ajili ya sherehe kuu ya kumlaki Yesu na kukaa naye milele. Lazima wapendwa tufundishane haya mambo. Sema amen. Tuna wajibu mkubwa kuelekezana. Inawezekana wakati mwingine tumefanya hatujaelewa nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Lakini mchana wa leo nina kila sababu ya kukwambia, mbele yetu kuna kiti cha enzi cha Kristo Yesu. Anasema yuaja, kila jicho litafanyaje? Kila goti litafanyaje? Hata ninaposema hapa kuna wengine tayari, yani kuna vitu ambavyo vimezidi maelekezo. Unajua kanisani ukikaa ibada muda mrefu kanisani, wakati mwingine tunajenga tabia fulani kwamba najitengenezea mfumo fulani. Ni kwamba mimi najua kila kitu. Nafikiri hapa amezungumza vizuri baba.
Ametoa taarifa kwa binti kwamba wengine nimeona tu ana nini na pete tu. Yaani hajaona muhimu wa madhabahu. Ameamua kufanya nini? Kufanya anavyoweza. Sasa kanuni za Mungu zinasema hivi, apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Hilo usiache kuelewa, na ni muhimu sana utembee nalo. Amina kanisa. Amina kanisa. Watu wa Mungu, mnanielewa ninachokielekeza? Naongelea habari ya kiti cha nini? Yesu hashughuliki na jambo lolote, atakuja kushughulika na tabia zetu, zile karakta, yale maisha ambayo yameonekana tulipokuwa bado, tumeyarudia tena kule. Ina maana yale matapishi tumeyarudia tena, na bado tunaweza tukaingia nyumbani mwa Mungu na huku tunajifariji kwamba tunakwenda mbinguni. Sio kweli. Kama mbingu ni Kariakoo, sawa, wahubiri tutahubiri, tutaondoka, lakini ukweli unabaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa watumishi wa Mungu? Watu wangapi wananielewa ninachokielekeza? Kipengele cha pili, andika katika huduma ya kiti cha Kristo, watakatifu wote watapokea thawabu zao na ujira na tunzo kufuatana na kazi walizozifanya. Kufuatana na kazi walizozifanya. Nimesema hapa tumeonyeshwa kidogo. Tumemwona dada yetu Suzi. Paka nikana teta na wageni, na wageni tuna mambo ya kutetana. Tukateta mama, sasa hizi nguo zote atafungua duka, atavaje? Kulingana na zawadi ni nini? Chanzo cha zawadi hizi ni nini? Kuna mahali ana matengenezo na Mungu wake. Sema amina. Kuna watu wananielewa? Kuna mahali amekutana na Mungu wake, ametengeneza. Kwa hiyo ina maana Mungu anachofanya anaweka mguso kwa watu. Yaani ina maana utafanya hata kama utaki. Ndiyo kanuni ya Mungu. Yako maisha ambayo ameamua kujisacrifice. Tunaweza tukaonana kwenye hali ya macho, lakini kuna mazingira yeye ambayo ameazimia kuishi nayo, kutunza ule uaminifu. Haleluya. Ndiyo matokeo ya leo. Mtu mmoja akasema, sasa kama hivi je, sasa harusi itakuwaje? Anajua Bwana, ila fuata maelekezo leo kuambia baba askofu. Bwana apewe sifa. Kuaga hakunaga kipindi kigumu kama hiki, si ndio? Na shetani naye anafanyaje? Sasa tukaza. Sema amen. Sema amen. Paulo ninamsoma sana masomo haya au maandiko haya kwa sababu ndio ameelekeza sana uthamani wa kanisa na mfanano wa maisha yetu tuliopo hapa chini ya jua. Wakorintho wa kwanza ile 3:12-15, naomba mtu mmoja pale anisomee tena. Upande wa pili, huduma zetu katika kiti cha Kristo, tutapokea thawabu au tunzo. Kama wanaocheza mipira wanawekewa mifumo, wanapokea tunzo. Kuna vitu kadha wa kadha katika hilo andiko tutakwenda kuviona. Karibu. Biblia inasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Mungu atusaidie. Jamani, kila kazi ya mtu itafanyaje? Hata mimi mshirika naye kuja kanisani, muda wangu utapimwa. Maelekezo nilikuwa nayasikiliza, nilikuwa najali walipokuwa nanielekeza, au nilikuwa napuuza? Kwa sababu mimi na miaka mingi kwenye wokovu, hakuna sababu yoyote. Mungu atusaidie sana. Siku moja miaka ya nyuma, kuna kuhamasisha habari ya kutoaji wa zaka. Mtu mmoja akasema, yani mimi mwanaume mzima nimpe mwenzangu hela zangu na ndevu zangu? Sienda kafanye naye kazi. Yani aliona kazi ya mchungaji sio kazi. Sasa wote tukiuza nyanya, nani atakayesimama kuombea wengine?
Mnanielewa ninachokielekeza? Wangapi wananielewa? Kazi ya kila mtu itafanyaje? Hata pale nyumbani kwako na mke wako itapimwa. Maneno na kukatishana tamaa itapimwa. Kuna uwezo wa kiroho ambao unafanya kazi katika ulimwengu wa roho, unachukua matukio yote. Siku hiyo itakuwa kila kitu kiko wazi. Kuna watu wanamenielewa? Siku hiyo kila kitu kitakuwa nini? Nilikuwa na fundisho gumu miaka ya nyuma, baba dokta wangu. Nilikuwa natoa taarifa kwa sawa, Mungu alinisaidia nikawa na vijana wengi wa chuo, nikawa nao pale. Nikasema mnapokuja elimu yenu iwekeni pale mlangoni pale. Hapa mnapoingia, Bwana pewe sifa, tumekuja kwenye elimu zaidi ya elimu. Kwa hiyo naomba tusikilizane. Hata kama unavielewa visasiri, hata kama unaelewa habari ya chemistry, hata kama unaelewa mambo ya biology, acha weka pembeni. Hapa tunataka habari ya ufalme. Na kweli wale watu walifundishika miaka ile sana. Lakini sasa hivi ni mchanganyiko. Wengi hawajui tulikoanza na tulikofikia sasa. Na hata sasa sisi tulioko tena tayari tunawaharibu hao wanaokuja. Maana tayari tuna viburi mpaka vinanuka. Yaani mtu anapokusogelea jifunze, yani talent kwa kunakuta kwamba tayari karakta yako imeshaoza. Jamani, nisiseme msije mkasema siku nyingine usimlete tena. Wangapi wanasema niendelee? Mbona sauti ndogo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, kwa Mungu hakuna ustarabu. Kwa Mungu hakuna kufanyaje? Kujifanyaje? Kujimodify. Huyu ni Mungu, ana kila kitu. Na yeye ana nguvu zote, ndio maana ametupa pumzi. Tunapokuja kwake tuwe kama watoto wadogo, sema amen. Nikawasulutisha pale kwangu, nikasema yoyote atakayepewa nafasi ya kusimama mbele, hata kama ni mtoto mdogo, msikilizeni. Maana atakachokisema sio chake, anasema kwa ajili ya nani? Fundisho lilikuwa gumu. Mimi nimesoma. Leo mtu wa darasa la 7 ataniongoza mimi. Utaongozwa tu kwa jina la Yesu. Si unataka kwenda mbinguni? Lazima ukubali. Lazima ukubali. Moja ya vitu ambavyo tumemzuia hata Yesu kuja mapema, akija kanisa litabaki, watu hawataenda. Maana tayari tumeshajitengenezea nini jamani? Tumeshajigadi na mifumo yetu ya kikabila. Tumeshajigadi na mifumo yetu ya maisha tuliyo nayo. Lakini nataka nikwambie hivi, kwa Mungu sisi wote ni kitu hiki. Maandiko yanasema ndiye Mungu atoaye roho ya utajiri kwa wewe, na Mungu ndiye anayetoa roho ya utajiri kwa yule ambaye bado hajafanikiwa. Tuko kwenye zamu, sema amen. Wakati wa Bwana ukifika utashangaa. Itakuwa sababu ya vitabu, lakini nakuja kuhubiri. Piga makofi kwa Yesu. Yaani Mungu atatafuta connection. Baada ya vitabu nitapewa madhabahu. Nitakisema kile ambacho Mungu anataka watu wakielewe. Kazi ya kila mtu itapimwa. Maandiko yamesema kuna mawe, kuna shaba, kuna nini na nini na fedha, si ndio? Haya, kuna nini? Kuna nini jamani? Nyasi, kuna nini? Ambavyo hivyo sasa wanadamu ndivyo watakavyoumia navyo. Wanasumbukia vitu vinavyoishia hapa, baada ya kuhangaikia kile ambacho Yesu amefanya kazi kukuokoa. Ukisoma vizuri Yohana 15:16 anasema sio sisi tuliyemchagua Yesu. Yesu ametuchagua katikati ya jamii zetu. Kwa nini Yesu amenichagua? Ili nimtumikie. Na mtumikiaje? Pamoja na tabia yangu. Kila mtu atalipwa sawasawa na kazi aliyoifanya. Ndio maana kuna mahali maandiko yamesema muombaji omba kwa bidii. Amen. Na wewe unayetafuta mifumo fulani ya tofauti, endelea kufanya kwa bidii. Atakapokuja sasa, yeye ndo atafanya mizania. Kipi kilichokuwa bora? Kilicho bora kitasimama, kitaendelea. Na watu wananielewa? Kuna watu wananielewa hapa?
Nataka ukitoka hata pale mtaani nikija kukuuliza kuna mama fulani ameokoka, waseme ndiyo, nyumbani kwake pale. Nje ya hapo sio rahisi. Baba Askofu, tukitoka hapo tunakuachia Yesu wako, sisi tunaondoka zetu. Tukienda kule hata Singeri ndio maisha. Mifumo yote ya jamii tuzunguka ndio maisha. Niombe hivi, wewe umeokoka, haleluya. Paulo amesema tazama ya kale yamepita, yamekuwa nini? Mapya. Ni pamoja na kufinyangwa. Mapya ni pamoja na kujitahidi kufanyaje? Kuchechemea kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wewe sio mjinga, ungeweza kupigana. Wewe sio mjinga, ungeweza kusema, lakini Mungu amekataa mashahidi wa uongo. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Danieli sura ile ya 12 mstari wa 2. Hebu nisome mpaka mstari wa 4 pale. Maandishi tu mafupi tujifunze kitu hapo. Danieli 12:2. Biblia inasema, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe, Daniel, yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Wale wafanyao nini? Watendao mema watafanyaje? Watafanyaje? Watang'aa kama nini? Sasa tunajipima kwenye idara zetu. Tunajipima maisha yetu pale nyumbani. Tunajipima pale ofisini kwangu. Wananitambua mimi kama nani? Na mtu anaponijia ananijia kwa namna ipi? Na kitu gani ninaweza kumjibu, na hata kesho akapata neema tena ya kurudi kuja kuniuliza. Lakini Danieli Mwebrania huyu akachagua fungu lililo jema, sema amen. Akapata neema ya kuandika, wale waongozao watu kutenda mema watafanyaje? Watang'aa kama jua. Mfano mzuri ulio hai. Leo kidogo kama kuna ukungu fulani, si ndio? Lakini tukisema tukulaze pale nje uliangalie jua pamoja na huu ukungu, sidhani kama macho yako yatakazia kuliangalia jua. Si ni kweli jamani? Kwa nini? Ile mionzi na mitishaji makali, si ndio maana yake? Pamoja na yuzoni, lakini inatoboa, inaleta ule, utashangaa tu macho yako yanagoma. Sasa Mungu amemfananisha wewe uliye na Yesu. Bwana pewe sifa. Umepewa nafasi ya kuongoza wengi kwenda kwa nani? Usiwafungie nje kwa sababu ya kanamna fulani. Mungu akamwambia Danieli afunge maneno hayo mpaka majira ya mwisho, ndipo yatathibitishwa. Wengi watajitahidi lakini hawataweza. Nilikuwa naongea na maafisa fulani, watu naongelea habari ya makanisa yetu ya Pentecost. Wakasema unajua sasa hivi tumebakia dini mbili ndio kidogo tunaona bado wana nguvu. Ina maana kuna TAG na wale wa EAG, TCAG, yule jamaa Mwislamu. Wale ndio tunaona kama bado wana mikazo. Wale kama kufuata tunaweza tukawafuata, maana kidogo wana kitu kinachoweza kueleweka kwenye maisha ya watu. Lakini hao wengine tunaona wanawapaka watu mafuta tu. Sasa wamelipuka na Waislamu na wenyewe wanaweka mafuta sasa. Sasa hapa wanawachanganya kabisa watu. Lakini wewe uliyepata neema ukaangukia kwenye udongo mzuri, utunze huo udongo. Tunza hayo mafuta ya Roho Mtakatifu. Nimemwombea mama moja juzi pale kwangu, anasema kuku wangu, lakini alikuja amekamatwa na mapepo. Akasema mchungaji, umeshaniombea nimefunguka. Naomba unipe na mafuta nikapake kwenye nini? Kwenye banda langu la kuku. Nikasema mafuta ya nini mama? Si nilikwenda kwa apostol hapo alinipa na mafuta mimi. Unaona utofauti wa imani zilipo sasa? Tuko mbali mno. Haya tunayashuhudia wachungaji huku. Mungu atusaidie.
Heri wale wawaongozao watu kutenda mema, watang'aa kama jua. Utang'aa kama jua. Simama tu kauone mkono wa nani. Najua kuna mabinti wengi hapa kanisani. Tukio la leo la Suzi, kila moja mwenye kufurahi, lakini mwingine amefurahi kwa kuumia tu. Ingekuwa labda mimi. Zamu yako inakuja. Weka uaminifu tu. Weka uaminifu, Mungu atasimama na wewe. Lakini ukijifanya uwe shamba la habibi, kazi kwako. Tutahubiri, tutaishia hapa. Maisha yako sisi hatuwezi kuingilia, si ndio maana yake? Lakini ukiyabeba, ukatembea nayo, yatakusaidia. Hakuna kitu kisichokuwa na chanzo. Hakuna jambo litakalofanyika pasipokuwa na neema ya Mungu kuliongoza. Lakini ni vizuri tujifunze kwa yule aliyefanikiwa. Amefanikiwaje? Na kutoka pale usihesabu gharama, chukua nafasi, simame na wewe, Mungu asimame na pamoja na wewe. Kuna watu wamenielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi hapa naongozwa na muda, msije mkashangaa nikasema ndio mwisho hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20:11-15. Nisomee pale hayo maandiko. Inaweza ikawa ndio nafasi yangu ya mwisho sasa, sababu ya muda wetu. Ufunuo sura 20:11, Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mungu atusaidie. Wangapi wanapenda kutupwa kwenye ziwa la moto? Wangapi wanataka waishi na Yesu milele? Ni kweli. Wangapi wanatamani kuishi na Yesu milele? Kumbuka hata kwa sehemu hiki nilichokisema kwa muda mfupi kitakusaidia. Hakuna mtu atakaye kuondoa kwenye nafasi na zamu ambayo Yesu ameshakuandika kwenye vitanga vya mikono yake. Hapa tutakachokuja ni kwamba natafuta maarifa, niendelee kupalilia wokovu wangu, nimuone Mungu wangu. Kubali maelekezo. Viongozi wanaposema hawasemi tu, kuna sababu ya kusema. Sema amen. Usiseme kwamba wananisema mimi najitenga na usharika, acha nikatafute mahali pengine. Hapana. Kwa kifupi ningekwambia katika eneo hili yako makanisa mengi sana. Si ni kweli jamani? Kwa nini Mungu amekuleta Sinza? Ina maana Mungu alijua kiroho chako kitaanzia hapa. Sema amen. Kwa hiyo ufuatilia sana habari ya maelekezo unayoyapewa. Shida ni kwamba watu sasa ni wajanja kumzidi hata shetani. Ukieleza naye anajibu, ukieleza anapita. Ni shida. Jamani, kuna mfano wa Dorcas kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 9. Mnakumbuka? 36 mpaka 42. Alikuwa ni msharika, lakini Dorcas alipoondoka kanisa lilipata msiba mzito. Kila mtu alilia akitamani kuiona nafasi ya Dorcas. Lakini leo niambie, yani hata hapa ninaposema kuna wengine hata wasipokuja kuna watu wanashughulika nao. Eti wazee. Kwa sababu ya tabia tumemuonya we haonyeki, si ndio manake? Sasa bora asije akaambukiza na wengine sugu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atusaidie kanisa. Naomba tusimame.
Tenzi namba 14. Bwana Mungu, nashangaa nikitazama kama ulivyo. Inuka kwa miguu yako. Naomba imba, tafakari maneno haya kwa muda niliopewa, hata kama ni mdogo. Kwa Mungu hakuna udogo. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama kama nilivyo, nyota nguru, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako. roho yangu jinsi wewe ulivyo, roho yangu jinsi wewe Yesu tafakari maneno haya, mwambie Mungu nisaidie. Nimeongelea habari ya kiti cha hukumu cha Kristo. Hautasimama na mumeo wala mkeo wala mtoto wako, simama peke yako na Mungu. Maandiko yamesema kila mtu atapeleka kazi ya mikono yake. Utakumbuka na ibada hizi tunazozifanya. Wakati mwingine walibembeleza wakakutia moyo, lakini ulikataa. Hebu mchana wa leo mwambie Yesu nisaidie, nisiwe miongoni mwa wale watu watakao kwenda kwenye lile ziwa la moto. Yesu nisaidie, nisifanye ibada kwa mazoea. Mwambie nisaidie Yesu, niingiapo na kutoka nipate kibali machoni pako. Yesu Mwokozi,
Mungu wa kweli haujabadilika. Mwanzo na mwisho, ulikweko na utakweko. Kanisa lako, watumishi wako, mchungaji na baraza lake, idara mbalimbali katika kanisa hili, saidie Baba, upe neema Yesu, kibali cha mwana kondoo, siwepo hata mmoja. Mkono wako kasimama ukiwategemeza watu wako. Ondoa roho ya mazoea. Wewe umesema ni Mungu liye moto, haujawahi kuzoeleka. Kwa jina la Yesu, fufua upya mioyo yetu, tukulingane wewe, mwaminifu wa haki. Dhihirisho wako wa siku za kuja, kama neno lako unavyosema. Tusaidie mwaminifu wa haki. Wabariki kanisa lako Mungu. Bariki kazi za mikono, mipango yao na makusudi yoyote wanayoyaendea kama wateule, sehemu ya zamu uliyoweka mahali hapa. Fanya njia hapana njia Baba. Dhihirisho wa kimungu kitembea katikati yao. Ukainuliwe na kuheshimiwa, kwa maana wamekutukuza Baba. Wamekupenda, ndio maana wamekutumikia. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hilo. Endelea kumshukuru Mungu, ingia katika roho, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Mwambie Baba asante, mwambie mshukuru Mungu. Kila mmoja wetu mpazie Mungu sauti ya kumshukuru. Jina lako lihimidiwe Bwana na litukuzwe. Umwema, hakuna mwingine aliye kama wewe. Hiyo neema yako Mungu yatutosha. Nami nasema asante kwa Bwana umetukumbuka na kututembelea tena tangu asubuhi mpaka hata wakati wa sasa. Hiyo neema yako imeonekana Mungu katika jina lako. Nami nasema asante, tuasema asante Yesu, tunakutukuza, tunakuhimidi Mungu, tunakushangilia kwa kuwa umwema. Himidiwa Mungu, tukuzwe wewe, upewe sifa. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, sema amen. Sema amen. Tukae kidogo, tukae. Neno la Mungu linasema wanajifunza kila siku, lakini hawafikii kima cha ufahamu. Na mimi nikasema kama Mkristo ni vizuri kujitathmini. Hivi nina mabadiliko? Yaani ukienda bila kujipima ni sawa na mpagani tu. Ukitaka kujua unakuwa kiroho, unajipima mwenyewe. Tulivyoanza mwaka huu nilikwambia, sasa hivi tuko mwezi wa 4. Ndio tunakaribia kwa nusu mwaka tena. Jipime kiroho chako, kukua kwako. Nikasema umetoka 2023, unapoingia 24 au leo hii dakika hii, unaweza ukasema kwa kweli nina mabadiliko, sivyo? Mwezi wa 4 mwaka jana na mwezi wa 4 mwaka huu, mwezi huu sasa, nina tofauti yoyote? Ndio unajipima. Katika mahudhurio yangu ya ibada, kusoma neno la Mungu, maisha ya kiroho kwa ujumla, hata mafanikio ya kimwili pia. Mtumishi wa Mungu yeye anasema mawazo ya moyo wangu, hata mawazo hiki ninachowaza kinambariki Mungu. Yule mtu ameshaondoka pale. Soma Luka 2:52. Soma Luka 2:52. Soma huko ulipo sasa. Ulitoka mapema. Somea hapo. Luka 2:52. Yule akasema mawazo, yani mawazo, wala mimi sijui nawaza nini, wala wewe hujui nawaza, lakini akasema yapate kibali mbele za Bwana. Na maneno na matendo, vitu hivyo vikubwa vitatu pia. Anasema
Na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na akazidi kuendelea Yesu katika hekima, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Makuzi yake alikuwa anampendeza Mungu na wanadamu. Na yeye ndiyo role model yetu, Yesu. Yaani kama ni mtu wa kufuata, wala sio Musa, sio nani. Tunaweza tukapata masomo mazuri kwa watu hao, kina Yakobo, Musa, Elia, mazuri. Lakini role model ni Yesu. Biblia inasema alimpendeza Mungu na wanadamu. Hivi mimi nakaa katika society hiyo. Mimi ni mshirika wa EAGT Sinza. Nampendeza Mungu napokuwa naabudu, na watu waliomo nawapendeza, au wao sina mpango nao? Kwa hiyo hayo ni ya kuangalia. Tusikae kiasarasara. Bwana anakuja, sema amina. Nasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali. Waliomba hivyo. Sijui mimi nimeomba mara ngapi kwa ajili ya mawazo yangu. Nimejiombea mimi, sijui. Kwa ajili ya maneno yangu nimejiombea mimi, sijui. Matendo yangu, hiki kitu unachotaka kutenda, hivi kweli kinambariki Mungu? Nachelewa kanisani, na kila siku kama alivyokuwa anazungumza mtumishi wa Mungu, matangazo yako pale pale. Mzee wa zama anasema yeye saa moja yupo, bado ana dakika 15 mbele. Hilo nalo ni tangazo. Ni kama ukwambia, kama mimi mzee naweza, wewe kwa nini usiwezi? Lakini unaweza kushangaa ikifika Jumapili hivi vile. Hakuna kubadilika. Mimi nilisema wokovu wa namna hiyo nimeuchoka mimi, lakini nimeuchoka, siutaki. Nataka kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya matendo ninayoyafanya mbele ya watu, haya maneno ninayozungumza yanabariki au yanabomoa? Mawazo haya ninayoyawaza, nawaza kujinyonga, kujiua, ni mazuri kweli haya? Nawaza kuacha wokovu, ni mazuri kweli haya? Halafu ukemee, hizo ni roho. Ndio vita vyenyewe, unakemea. Sasa wewe tatizo ni lile umelikumbatia, litakukomalia na litakuzuia kwenda mbinguni. Nakwambia, ni kukataa kwamba hiki kitu wanachoniambia wenzangu kila siku, hiki cha kuchelewa sikitaki. Kwa ajili wewe mwenyewe upambane huko. Sio lazima tukuwekee mikono. Toka roho ya kuchelewa, toka, sikutaki, toka. Watu wanakuambia, ndugu zangu, unatukwaza kwa kuchelewa, unatukwaza kwa maneno yako, unatukwaza kwa sijui nini. Uikatai. Usipoikatai inakomaa vizuri sana, inaendelea tu. Maana wewe unaipenda, uone shida. Lakini hivyo ni vitu ambavyo vitashangaa. Biblia inasema Yesu alimpendeza Mungu na wanadamu. Kuna watu tunajitahidi sana kupendeza Mungu sana, lakini fika kwa wanadamu. Nilikuambia pale Pecha Ndege kulikuwa na mshirika mmoja alikuwa na mwanamke anakongole wanawake wenzake sana. Nikamwambia, ndugu, utawaua sasa. Na alikuwa kiongozi. Nikamwambia utawaua. Siku moja nimemkomalia, bahati mbaya alikuwa na pressure, kadondoka chini. Kaambia, ufe kwanza wewe kama nikufa. Huwezi kuwa unadonoa kila mtu wewe. Yaani wewe ukishaongea naye umemuumiza, huna habari. Unaondoka kama kawaida tu. Umemuumiza eti. Mume wake akapiga simu, mimi nisharudi nyumbani hapo. Mchungaji, umeua, nani amekufa? Anazungumza habari ya mke wake. Una uhakika amekufa? Na nimesikia kweli kwamba pressure, nilipoongea ile maneno chini kaanguka. Sina mpango. Mimi nishaenda nyumbani kula chakula. Watu wengine, wewe huwezi kuuliza hivyo. Alipohama watu tumefurahi. Alihama, alikuja kwa tumefurahi. Mimi mchungaji, hata yeye amezungumza. Kuna watu wakihama unafurahi, uulizi, unajisikia raha, unanenepa. Kwa nini wewe? Kwa nini wewe? Tunataka ukiondoka sasa, jamani, kaondoka jamani, yule mtu muungwana yule. Sisi tumezoea kumpamba mtu anapokufa. Hata jambazi alikuwa mtu wa watu anakaba roho za watu. Sisi ndivyo tulivyozoea. Lakini waseme kweli hiki kwamba ukikaa naye mtu yule raha. Raha kukaa naye.
Tubadilike. Sema amina. Semeni amina watu wa Mungu. Na hizo roho kama kumbatia tu, mimi sikatai. Mimi sikatai. Kama unaiona ni nzuri hiyo ya kuchelewa, kutokusikia neno la Mungu, kutokufuatilia hayo tabia hizo za kimwili, zikumbatie tu, lakini ukizikataa zinaondoka mpendo. Praise. Njooni basi tunaenda kuhitimisha kwa kutoa sadaka sasa ya kitumishi hiyo kwa ajili ya huduma hivi. Kumbuka wale mliochukua vitabu ngoja kwanza watoe alafu ndio nikusimamisha. Haya, tutoe sadaka hiyo. Nilikwambia utoe sadaka. Uitunze. Nyanyuka kule, njoo tumalizie. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho yangu. Bwana tusimame niombe kwa ajili ya sadaka hizi na kuahirisha, lakini siondoke upate matangazo ya mwisho kutoka kwa mzee. Kimaliza kuombea sadaka na kukuombea baraka, usiondoke, uwe mvumilivu dakika 1, 2, 3 tusikie matangazo ya mwisho. Fumba macho. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu mwaminifu, unabaki kuitwa Mungu wetu na Baba yetu. Tazama, unanena wewe katika neno lako ya kwamba unatufundisha kwa ajili ya faida yetu wenyewe, na asiyekubali mafundisho Mungu atapata hasara yake mwenyewe. Siku zote Bwana tunapokusanyika, unalo jambo jipya la kutufundisha. Ndio maana hata wakati ule wako Bwana ukiwa duniani Yesu, ulisema lakini wengi hawatakupokea neno lako, wakalipuuza. Na mara nyingine ulipiga kelele ukasema mwenye masikio ya kusikia asikie. Ulikuwa unaona masikio kama haya, lakini hawatekelezi ulichokisema. Bwana, niombe neema yako juu ya mama huyu na baba huyu, kijana wa kike na wa kiume, kanisa la Sinza. Tusaidie. Wageni waliotutembelee Bwana, wasaidie. Naomba neema yako ikawe juu yao sasa, watu wako. Naomba mkono wako usiwapungukie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uguse maisha yao. Uguse maisha yao. Wape sawa na wanavyohitaji kwa wingi wa utajiri wako, Mungu. Hakuna neno gumu ambalo hauliwezi. Yale yanayotushinda wewe unayaweza. Baba, ukapate kupigana mahali wangepigana wao. Ulimwambia Musa, waambie wanyamaze, mimi Mungu nitapigana na wataona wokovu. Tatizo tunataka kujitetea sana. Tatizo tunataka tupigane sisi. Hatujakuruhusu upate kupigana katika maisha yetu. Tungekuruhusu Mungu tukanyamaza kimya, wewe ungefanya uteka. Kama ulivyomfanyia mtumishi wako Ayubu, ndivyo ambavyo Bwana ungefanya. Lakini tumepigana wenyewe Mungu, na ukatuacha. Vita hivyo ukatuacha, na mwisho wake vinatushinda wala hatuviwezi. Tumesahau kwamba atakayegusa Mungu, atakayetugusa amegusa mboni ya jicho lako wewe Mungu.
Bwana wa haki, naomba ukamjalie kila mshirika wa Sinza hiyo neema. Tie nguvu, muwezeshe mara sipoweza. Wagonjwa Baba ukapate kuwapoza, wainue waliokata tamaa Bwana, na kusi ukapate kuwainua tena na kuwagusa, ukapate kuwasaidia tena Baba na kuwarehemu. Mkono wako ukawe juu yao, hiyo neema isiwache, huo mkono wako wa uponyaji usiwache. Waguse Bwana, mmoja mmoja mguse, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtu mmoja mmoja. Hata Baba tutakapomaliza mambo yote ya ibada mahali hapa, watakapoelekea majumbani mwao, wewe nenda pamoja nao katika vyombo watakavyovisafiria, hata yeye atembeaye kwa mguu. Mungu wa mbingu, bariki mtumishi wako Bwana, amesimama hapa amenena na kila alichokijia Bwana. Bariki wote Baba walioahidi na waliochukua kutegemeza kazi ya mahali pale Bwana. Asante hata sadaka ulizozitoa hizi, naomba Mungu usiwache, naomba Baba usiwache, uwaguse. Vyanzo vya mapato yao visikauke, wawe juu, wabarikiwe, wainuliwe siku zote. Mkono wako wa nguvu Mungu kapate kuwatangulia katika jina lako. Wiki hii tutakayoianza, na itamka Bwana ikawe ya baraka kwa mama huyu, kwa kijana huyu wa kike na wa kiume. Kila mmoja apate kibali, kibali kishuke juu yao, kibali kishuke juu yao. Balaa na mikosi na ajali mbalimbali nazipiga kwa moto wa Roho Mtakatifu, hazitakuwa juu ya watu wako Mungu. Naomba Mungu, malaika wako watakuwa pamoja nao watu hawa. Mbele watawatangulia, nyuma watawasindikiza, kushoto na kulia, juu na chini. Watu wako watembee kwa ulinzi utokao juu, kama vile Mungu mtakatifu. Ni safari ambayo tunaiona rais au mkuu wa nchi akisindikizwa Bwana na ulinzi mkuu. Iwe hivyo Bwana katika ulimwengu wa roho, ingawa hatuoni, lakini kumbe unatusindikiza Bwana. Ubarikiwe. Unatusindikiza kwa magari ya moto na farasi na malaika wenye panga. Mungu, tujue hivyo kwamba hautuachi, ukawafanyia hivyo kila mmoja. Na sadaka hizi Baba ukazibariki, na hazina zao za watu hawa zisiguswe Bwana, wala kuharibiwa na roho za chuma ulete, au wizi, au kufilisika, au kupata hasara. Kila anayekutumikia Mungu ukaonekane kwake, akuone Mungu na kushukuru Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila mmoja aseme amen. Sema tena amen. Basi mbarikiwe. Kisikiliza matangazo ya mtumishi hapa, basi karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nikupe matangazo machache kuhusu mahudhurio. Walioanza ibada watu wazima walikuwa 112, watoto 25, waliomaliza walikuwa 191, watoto wakiwa 63. Shule ya Jumapili walioanza watu wazima walikuwa 191, watoto walikuwa 63, waliomaliza walikuwa 331 na watoto walikuwa 123. Jumla ya maombi na shule ya Jumapili tulikuwa watu 454, na jumla watu wote hadi mwisho wa ibada ni 498. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa sasa chakula kiko tayari, kwa hiyo tukitoka tupate chakula hii saa 8 kamili, na baada ya hapo tutakuwa na ibada yetu ya makundi kama kawaida kwa kila kundi. Nadhani kila mmoja anajua sehemu yake. Kwa hiyo tukijitahidi tukutane saa 9:30, nadhani sio muda mbaya. Au tukiwahi saa 9 kamili itakuwa vizuri, lakini tusiende zaidi ya hapo ili kila mmoja amalize turudi nyumbani. Sawa sawa watu wa Mungu? Imekaa vizuri? Kwa hiyo tupate chakula kwa pamoja. Baada ya hapo tuingie kwenye ibada zetu za makundi, na baada ya hapo tutaendelea na mambo mengine. Lakini niwakumbushe kuwa kama alivyosema mchungaji kwamba utaratibu wa ibada zetu za maombi unaendelea. Kuanzia kesho Jumatatu, Jumanne na Alhamisi tutakuwa tukiendelea na utaratibu wa maombi kwa zile siku zetu za maombi. Tutakuwa tukiendelea na kusanyiko la jioni kwa kila kundi, litakuwa linaendelea kukusanyika hapa kuanzia saa 10:30 mpaka saa 12.
lakini kwa wageni pia tunakutana hapa kanisani kila Jumatano saa 10:30 jioni, lakini Ijumaa tutakutana saa 12 hadi saa 4 usiku. 12 jioni hadi saa 4 usiku. Nadhani tumeelewana. Haleluya. Haya, tangazo langu la mwisho, baba amekwisha kutuombea, kuone kitangaza ili baadaye tutaondoka. Naomba nimsimamishe tena Joseph, Francisco na Eric. Naomba msimame. Hawa waliokoka jana. Sijamwona Imani. Hajafika? Sawa, hebu naomba mpite mbele hapa. Hawa waliokoka jana. Waliokoka jana na wakaniambia kwamba leo lazima waje, na mchungaji amekwisha kuwaombea. Unaweza mkageuka tu kule. Sasa hawa watumishi wana baraka nyingi sana, na kupitia hizo tutaendelea kuziona. Kuna ule mtumishi aliokoka kwenye mkutano wa vijana, sijui yuko wapi. Alikuwa na biashara nzuri sana ya vitumbua. Sijui yuko wapi yule bwana. Ya sambusa zile. Sijui yuko wapi. Amekuja? Anaitwa? Haya. Basi naomba mashemasi tufuatilie yule ndugu. Lakini hawa watumishi wana huduma nzuri ya kusajili line za simu. Na wana namba zile nzuri, yani namba za kufanana zile. Kama unataka 2 zifanane au 3, yani wewe tu utawaona. Kwa hiyo leo nimewapa ruhusa na nimewaombea kwa mchungaji amewapa ruhusa. Watafanya hiyo huduma pale nje kwa muda mfupi. Kwa hiyo muda ambao tunapata chakula unaweza ukawaona pia. Na niliwaambia ikiwezekana waje na viwalo vyao. Bwana, mmekuja na vile vikoti? Ila line mnazo? Haya, line wanazo. Kwa hiyo watakuwa pale nje, unaweza ukawaona ukapata hiyo huduma. Hebu wapigieni makofi. Mungu awabariki, mnaweza mkaenda. Asanteni sana. Basi watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Tuonane kwenye wiki hii kwenye huduma na ibada. Mungu awabariki sana. Amen.